ni mkazi wa Kibaha kwa Mfipa na ni mtaalamu mbobezi kwenye mambo ya mifugo na kilimo. Nilikuwa na ushauri tu binafsi kwamba enzi hizi za kutafuta nishati safi ambao ziko kama tatu hivi. Moja ni songosongo, ya pili ni biogas. Mimi nitaka niongelee tu kuhusu issue ya biogas. Mimi kutokana na uzoefu wangu wa nchi hii katika Afrika ni ya pili kuwa na ng'ombe wengi. Sasa wale ng'ombe wana faida kubwa sana kwenye biogas. Kile kinyesi chake kinatengeneza gesi nzuri na ina guarantee ya miaka 50. Mimi binafsi naitumia na hapa na miaka 16. Kwa hiyo ni gesi ambayo haina maintenance, haina zuruba, ni rahisi kwa mfugaji, mkulima kutumia. Kwa hiyo nitaka kushauri vitu vifuatavyo. Kwa vile hii gesi inasaidia sana mazingira, kuchafua mazingira, kile kinyesi kinatumika kutengeneza gesi. Alafu vile vile inatumika katika kuwasha taa. Vile vile kinyesi baada ya kutoka gesi kuna kitu inaitwa bioauxiliary. Ile bioauxiliary ni lishe ya mifugo kama nguruwe na samaki. Alafu vile vile bioauxiliary ni nzuri kwa mboga. Hata shambani tu ni nzuri, ina vizuri, ingredient nzuri sana. Gesi inayotokana na kinyesi cha mifugo nguruwe, ng'ombe, kuku, binadamu wote wanatoa hiyo gesi inaitwa methano. Kwa hiyo ndio ilikuwa natoa faida zake: kupikia, kuwasha taa. Bioauxiliary yake ile byproduct ya biogas inaitwa bioauxiliary, inatumika kulishia nguruwe, inatumika kulishia samaki. Alafu ni mbolea ya shamba katika kuzalisha mboga zinaitwa organic vegetable, yani mboga ambazo hazitumii dawa za kemikali. Alafu hairuhusu nzi, hairuhusu mbu, hairuhusu kitu kinaitwa sesefly, hairuhusu katika eneo lake. Kwa hiyo ni kama repellent, yani kizuio, wale wadudu hawezi kuishi pale. Kwa hiyo ni faida kubwa sana. Ningeshauri serikali ifanye utafiti iweze kuona ni kwa jinsi gani inaweza kuhamasisha wafugaji Tanzania ambao ni wengi, ambao kuna ng'ombe ambao pungue milioni 33 Tanzania. Kwa hiyo ni faida kubwa sana. Huo ndio ulikuwa ushauri wangu. Na kitu kinaitwa ushawishi wa kisiasa, political willing. Ushawishi wa kisiasa haupo. Kungekuwepo na ushawishi wa kisiasa, watu wengi wangekuwa wamepata hii elimu, na wala sio elimu ghali kiasi hicho. Hapana, ni watu tu wanapewa hiyo elimu kwenye TV, kwenye radio, na wengine kutembelea watu wenye hiyo mitambo. Kwa mfano Shamba Darasa hapa, wanatembelea, wanaona kwa macho, and then wanaenda kutengeneza mitambo yao kabisa. Ndugu mtangazaji, lakini mimi binafsi nimepewa ruzuku na REA TANESCO nusu. Gharama yake ilikuwa 3 milioni. REA wakalipa 1.5 milioni na mimi nikalipa 1.5 milioni. Ndio nilionao mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni serikali, mbona ni kitu cha kawaida kabisa kama serikali inavyotoa ruzuku kwenye pembejeo za kilimo, na ni vizuri wangetoa ruzuku kwenye kutengeneza biogas ili iwe nyingi katika nchi. Na mimi nina ng'ombe wawili. Sasa je, mtu mwenye ng'ombe 1000 si atakuwa mpaka anauzia majirani? Kwa hiyo ni elimu, itolewe elimu, kuwepo kwanza na political willingness, alafu kuwepo
nafasi itolewe kwenye TV, kwenye magazeti, kwenye radio, basi watu wajulishwe, waanze kutengeneza mitambo ya biogas. Mkoa wa kwanza ambao ungeanza nategemea ni Arusha, wa pili Mwanza, wa tatu Shinyanga, wa nne Tabora, kwa sababu wao ndio wanamiliki mifugo mingi kushinda hii mikoa mingine. Mimi kama mtaalamu, hii niliona kule Ghana wanalishia nguruwe kwamba inapunguza gharama ya malisho. Kwa mfano, nguruwe anatakiwa wale kilo 3 za chakula kilichochanganywa vizuri, nusu asubuhi na nusu jioni. Lakini sasa kile chakula sasa unagawa nusu chakula cha viwandani, pumba, mashudu na vinginevyo, alafu unachanganya na lita 10 za biosilari, alafu unachanganya na ile pumba na kile mchanganyiko. Kwa hiyo unapunguza gharama ya kulisha nguruwe 50% kwa kutumia biosilari. Ni faida kubwa sana, faida kubwa sana. Ndio nilikuwa nasema kule Marekani wanauza lita moja 20,000 kwa sababu ina matumizi mengi. Mimi ningeomba watangazaji, hii elimu ingesambazwa nchini, angalau wananchi wa faidi. Haina gharama kubwa, lakini faida miaka 50. Imagine hapo unapata majani, unapata migomba, unapata mboga, unapata samaki, unapata nyama ya nguruwe. Ni faida kubwa sana.